Okay, in this video, I want to make a few illustrations kwenye namna ya kutumia logical functions. And logical function mojawapo ambayo nitaifanya ni kutumia if function, kutumia countif na kutumia countifs. Usually wakati unafanya data collection huwa tuna assign a certain value or a certain mark kwenye value ambayo kwenye variable ambayo tunataka kucollect. Example, huu ni mfano wa data collection tool ambayo hii imeandaliwa kwamba wakati anachukua age, akishaona subject ina age kuanzia 15 mpaka 25 anaiassign 1, then 26 mpaka 35 anaiassign 2. Kwenye sex, M anakuwa kama male, F anakuwa kama female. Now, kwa nini ni muhimu kuziassign hizi values kwa namna hii? Kwenye research zinaitwa operational definition. Kwa nini ni muhimu kuassign? Kwa sababu itakuchukua muda sana kuandika married kwenye kila subject. Kwa hiyo utaanza kuandika married kwenye subject 1, not married kwenye subject 2. Hii itakuconsume muda kuliko kuandika 1, 2 au 1, 3. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Now, ukichukua hizi variable ukizipeleka kwenye Excel haijui moja maana yake nini. Kwa hiyo wakuweka hiyo maana ni wewe. And there now is when logical functions come. Then suppose to copy hii kazi halafu tuipeleke, then tukaone namna ya kufanya Excel itafsiri kama moja inamaanisha 15 mpaka 25, 2 inamaanisha 26 mpaka 35 na kuendelea. So I will copy this, then takuja kupaste hapa. Sasa kama kazi yangu niliandaa kwenye Word, nikija kukopi hapa ili nisipate shida, nitapaste kama value. Nitapaste kama value. So this one I will cut them, I will copy them na kuweka hapa kwa sababu zitanisaidia. This one, all these zitanisaidia ili nisimove kwenda kwenye Word mara kwa mara. So this one niziweke hapa chini kabisa, then nitafuta hizi hapa, this cells, control minus hapo na nishafuta. Sasa now nataka niweke tafsiri ya hii age, so nitatakiwa kuitumia column nyingine. Kwa nitaandika hapa age, sex, marital status, test results, TB suspect. If this cell here, if bracket this cell is equal to 1, so Excel itafsiri kama 15 mpaka 25. So I'm using these values here, 25. Utafungia quotation, then utaweka logic nyingine. So hapa unaona imezungumza value if false. Now this is the last value. Kama ingekuwa nataka kuweka functions, logic functions mbili tu, test values mbili, ningeishia hapa, but mimi nataka kuendelea. So nitaandika tena if this is equal to 2, bas Excel itafsiri kama 26 up to 35, then utafungia mabano, utaweka comma, then utaweka logic test nyingine. If, make sure unazifungia mabano ili kuto leta error. If B2 is equal
3 now. Excel itafsiri kama value if true. Excel itafsiri kama 36 up to 45. 36 up to 45. Fungia mabano, then weka logic nyingine. Tarudia hivyo kwenye logics zote ambazo, kwenye values zote ambazo zimebaki. 4, basi hii ni 46 up to 55. Then hapa mwisho kwa sababu nimeshamaliza value if false, manake kama haipo kokote kati ya hizi basi isomeke kama above. Tawekea quotation above 56, then utafungia quotation kwa ajili ya kuifunga, then utaiwekea mabano kulingana na idadi ya functions ambazo umeziweka humo ndani. Then you will click enter. After clicking enter, hapa tayari imeshasoma kwamba hii 1 inamaanisha 15 mpaka 25. Kwa hiyo nita drag formula yangu kwenye values zote zilizobaki kule chini. So utaona imeamua kuweka kutafsiri 3 ni 36 mpaka 45. 2 ni 26 mpaka 15. Okay, hatujawa na value yoyote ambayo ni above 56. So let's say hapa nikaweka 5. Nikishaweka 5 kwa sababu ndio tuliassign kama ni above 56, ukishaweka enter hapa Excel inakusomea kwamba hiyo value edge yake ni above 56. Nitafanya the same kwenye marital status. If equal sign, if this cell is 1 is equal to 1, bas marital status tulisema 1 ni married, 2 not married. So is 1 tutamark kama married. Then value if false, or value if false ni not married. Fungia mabano, enter. Hapa inakuwa imesha tafsiri, then utadrag hiyo formula yote imalize the rest of the data. Then test results the same, equals if tulisema hii cell kama ni equals to 1, basi huyo 1 ni positive. Kwa 1 ni positive. Then if is otherwise, ambayo ni 2, basi ituambie negative. Fungia mabano, weka enter sign, drag your formula paka kule chini kwenye data zako zote. Then utarudia kwenye TB suspect. If this one is equal to 1, basi ituambie ni suspect. Utafungia, then otherwise, value if false, otherwise hiyo ituambie not suspect. Then hapo unakuwa umeshamaliza. After completing writing hiyo formula utabonyeza enter. Nao hii ngoja niifute. Kwa values zetu ni hizi hapa. Nimerahisishiwa kuto type hivi vitu vyote kwa kuweka logic function. So kutokea hapa nataka nifanye another logic test ambayo nitataka kuhesabu 15 mpaka 25 wako wangapi kwenye hizi data. 26 mpaka 35 wako wangapi kwenye hizi data.
above 56 wako wangapi. So you don't count manually, you use another logic function. So in the next video nitafanya count if function kwa ajili ya kuhesabu marital status ambao wako married wako wangapi. So remember that the count if function, it is incorporated in the pivot component. Now this one we do as an alternative. So stay with me kwenye next video, utaona specifically the count if function.